Halipo sahihi. Kwanza Zaiylissa si mwanamke wa dini. Zaiylissa si mwanamke wa dini, na sio mwanamke, yule ni mwanaukwa. Kuna mwanamke na mwanaukwa. Tofauti iko wapi hapo shehe? Tofauti kubwa shehe. Mwanamke ni mwanamke yule anayejiheshimu na kujistiri. Mwanamkwa ni wale mama peku peku ndio kama kina Zaiylissa. Zaiylissa si mwanamke. Wallahi billahi. Si mwanamke. Wala uwezo kaweka ndani ya nyumba mwanamke ambaye ukasema nimeoa, umeweka matatizo. Mwanamke ana sifa, ana vigezo. Kwa hiyo ndio bwana kasema Mtume amesema tuoe wanawake kwa mambo manne: ucha Mungu, sura zao, pesa yake na generation yake iwe na dini. Sasa Zaiylissa ana dini? Hana dini. Hata yeye kufunga ndoa Kiislamu ni kama vile mila tu, lakini sio ucha Mungu wala hofu. Yes. Kwa hili ndiyo tatizo. Watu wanasema anapokezana ametoka kwa Dula kaenda kwa Manara, sasa karudi tena kwa Mjakunta. Sasa ngeli inazunguka kwa Zaiylissa. Sasa wewe kwa tatizo. Hawamdhalilishi mwanamke hapa. Wanamdhalilisha mwanamke, na hata vijana wote wanaozunguka na mwanamke leo ni wachovu. Hivi dunia ya leo ni dunia kuzunguka na wanawake jamani? Nini vijana? Ni dunia ya wanawake. Nini mkitoka hapo ukiamua kwenda kuzini sasa hivi unazini na mwanamke unayemtaka. Yaani ukiamua sasa hivi nakwenda kuzini hoteli, utalipa chumba na wallahi unazini muda huu na mwanamke unayemtaka. Ukitaka kesho nifunge ndoa kwa sisi Waislamu ndoa zetu nyepesi, unaoa kesho kwa mwanamke unayemtaka. Sasa dunia leo ni ya kuwa unachezewa akili na mwanamke. Unazunguka una salaundi na mwanamke kama dawa ya mbu. Una kichwa sasa kwa lisha. Na ni ushamba, labda tuambie vijana wa Tanzania. Dunia leo sio dunia kushoboka tena na wanawake. Dunia wanawake imepitwa enzi zetu, tulikuwa mnapigania mwanamke. Dunia leo utakuta mtu anapigania mwanamke barabarani. Au unachukua mwanamke wa mwenzako wote wanakucheka, unang'ang'ana mwanamke muovu. Dunia hii wanawake ni wengi kuliko wanaume. Ni ushamba. Unajua tatizo vijana wengi wa Kiafrika hasa wa Tanzania ni washamba. Wengi wetu hatukusoma, wengi wetu tunasoma tutembei. Akitembea mtu kaenda Nairobi karudi kama nimetembea. Hata akienda hiyo Ulaya atembea, anafikia hoteli anarudi nyumbani katembea. Sasa ni ushamba tu ndio kunafanya babaike nao wanawake. Kijana anayejitambua, dunia hii unahangaika na maisha yako na familia. Khalas. Watu wanasema Manara umri umeenda, Zaiylissa kuna vitu alikuwa anavikosa kwa ule mzee. Inawezekana Manara mtu mzima. Kaja kwa vijana wana Mjakunta. Ni kweli. Watakusaidia vijana wenzako. Inaweza kuwa nasaidiwa shekhe, umri wangu mimi mwaipopo sasa hivi na zaidi ya 50. Sasa nikang'ang'anie kwa mwanamke wa miaka 22, nina akili kweli? Mtoto anataka kila wakati mwingie uwanjani mcheze mpira. Wewe uwezi. Ukiambiwa mzee tuingie uwanjani unapumua. Unajibalaguza, ngoja nisali kidogo. Mbona uko kwenye laptop nini? Ndani kute amelala. Pumzi tuleti. Waachie wachezaji wape waingie uwanjani wacheze mpira. Muda wako Ronaldo umekwisha. Au Beckham, waachie vijana waingie timu mpya. Kuacha Mjakunta kimbize bora. Wacha kimbize, ni wakati wake vijana, anajidai naye. Kwa ni kuumiza tu roho. Wanamuumiza Manara. Wanamuumiza kijana wa watu. Wanakokolo wanamuumiza sana. Lakini nafikiri Manara amezoea hayo mazingira. Ndio maana unaona wala babaiki. Manara mwanaume. Kazoea. Yule mwanaume kwa kweli. Tuna kipi cha kujifunza kwenye haya maisha? Maana mara nyingi mashehe wanatuhusia kwamba ifike mahala tutafute wenza wetu tutulie nao. Kama wenza wenyewe ni hawa, bado mashehe mnaweza mkawa na nafasi ya kutulaumu vijana kutoa. Kujifunza shehe wangu, labda nikwambie, kwanza Waswahili wanasema hivi, kosea mambo yote usikose kuoa. Na mtoto hakika kosea mambo yote usikose kuolewa. Waislamu Mungu anasema oweni mpate utulivu. Sio oweni mpate kero. Wewe uko barabarani unahangaika na makamera na nini, stress kibao, ukirudi nyumbani lazima mkeo akufariji, akuhendo, akupe ile good welcome ndani ya nyumba. Unapose. Na mwanamke kaka, mwanaume anataka kwa mwanamke mambo manne tu au matatu. Ukiyakosa hayo ni shughuli tu. Ni uongo. Mwanamke akiwa na sifa hizi, sifa ya kwanza mwanamke kuridhika na anachopewa na mumewe. Yaani mwanamke yote mwenye akili unaweza kuishi naye. Na mwanaume akimpata mwanamke wa hivi haamaniki. Kwanza kumpata mwanamke anayeridhika na anachopewa na mumewe. Mwanamke jambo la pili awe na usafi wa ndani na nje. Nikisema lugha kikubwa inaeleweka. Mtoto akiwa na usafi wa ndani na nje. Jambo la kazi ya tatu ya mwanamke ni kujua kupika chakula. Awe anajua namna kuandalia mumewe chakula. Sio na mwanamke anapika chakula utafikiri makapi. Au mnaagiza hotelini. Mnaagiza hotelini kwa ajili ya mwanamke kama anashindwa kupika chakula.
Jambo la tatu, mwanamke awe anajua mechi ya kitandani. Na watu utakwambia jamaa kampendia nini mwanamke? Mwanamke sura mbaya, ujui ndani ya uwanja anacheza namba ngapi. Upate mwanamke anayejua kucheza mechi balabala. Jambo la tano, upate mwanamke anayeheshimu familia yako. Sio amekuja mama yako hapa, wangu na bwana mama yako kaje bwana ananuka. Huyu mama tumrudishe kwa umbea bwana, situko huyu tu kwa huyu. Arudi bwana. Sasa na ulipokuwa boga ni kweli mke wangu umemshauri la maana. Mama itabidi arudi tu Tukuyu Mwakaleli. Atengea kakati tu Migomba. Mama sungerudi tu Mwakaleli kule kama hela na kuhudumia huko. Stupid wewe. Una akili kabisa. Mke wako akifikia ukisema umbea unaondoka wewe, mama anabaki hapa. Dada yako utaondoka wewe, dada anabaki hapa. Wewe una akili wewe, nimwache mama yangu au baba yangu? Na sio mama tu, hata baba. Kwa sababu watoto wengi wamebezi kwa mama ubweje. Wanabezi kwa mama, mama ndio aliyekulea wewe kakusomesha. Lazima tuambie watu kweli, hatujipigi debe wanaume shekhe. Hatujipigi debe wanaume. Baba ndio kanisomesha mimi. Baba kaniulia nguo mimi, chakula. Baba alikuwa ananibeba begani kunipeleka shule. Baba alikuwa ananipigania mimi. Baba alikuwa ananifanyia mambo yote ya kheri mimi. Mama alikuwa ananifungulia nimekaa tumboni miezi 9 mpaka 10. Kwa nini wote ni watu muhimu, sio mama wala baba, wote ni watu muhimu katika maisha ya mtoto. Kuna watu wanabezi kwa mama tu. Kwamba mimi mama tu. Mimi mama unakuta mama mnafiki. Kazi yake kumlisha mtoto maneno ya kinafiki. Amekuja shangazi yako, mchukie usimpe hela shangazi. Usimpe hela. Nipe tu mimi wanangu, alafu na mamako mdogo na mamako mkubwa. Wewe mama mchawi. Unamtakia laana mtoto wako. Na maneno ya watu watano shekhe wangu nimalizie katika familia ya ogope sana. Babu yako, bibi yako, baba yako mdogo, baba mkubwa, shangazi, mjomba, kaka na mdogo wako. Au watu kama unapata maisha wasaidie kadri unavyoweza kuwasaidia. Hiyo ni damu, na ukiwadhalau wakakusema neno mabaya unapata laana. Sasa kuna watu wajinga katika familia ndio wanaoa wanawake kama hawa. Mwanamke anamwambia mimi hapa ni wewe na watoto wetu tu mume wangu. Basi wewe una akili kweli? Na mimi naume ni jinga inakubali. Hata mimi nimeona ni kweli mke wangu. Hapa mimi naona ndugu wao wananicha watu hawa. Mimi ni wewe na mke wangu. Una akili? Unapata nafasi unakuwa waziri, ndugu zako wanafanya mayebu. Waziri, ndugu zako wanafanya mayebu. Mkuu wa wilaya, ndugu zako wanafanya mayebu. Mkuu wa wilaya anachukua mshahara karibu milioni 8, 9. Ndugu zako wanafanya, mkuu wa mkoa sio wilaya, wanafanya mayebu. Unakuwa rais wa nchi, ndugu zako wanafanya mayebu. Unastaafu rais, ndugu zako wanafanya mashati ya mitumba Kariakoo au ya Ilala. Wewe una akili? Hata kama ndugu zako hawana akili, hawawezi. Mungu hawezi kuleta familia yenye akili yote. Mungu amekupa wewe neema ipitie kwako. Umeshakuwa kiongozi mkubwa wa serikali. Eti ndugu zako wanakuwa wanafanya mayebu, wanafanya jinsi ya kuchagua chini. Wape maisha. Umeshakuwa kiongozi mkubwa, wape maisha wale shavu. Hata rafiki zangu wa chini kule lazima wale maisha. Yes, ndio maisha. Sheikh, tumezungumza mengi sana, tumejifunza mengi. Asante kwa nasaha. Lakini chochote ambacho labda hatujakuuliza kwa sekunde chache sana, ungependa kumshirikisha mtazamaji wako? Mimi nimshirikishe mtazamaji kwamba niwaambie wa Tanzania, wa Afrika, tubadilike, tuache roho mbaya, tuache roho za husda, tuache uchoyo na ulafi na ubinafsi. Tujaribu sana kuviacha vitu. Vinatupotezea nafasi na muda. Na tuishi na wake zetu kwa tahadhari. Mungu ametutaka hivyo. Tusiwaamini tukakabidhi roho. Mke sio ndugu, mke ni udugu wa paja tu. Mke mimi naita ni udugu wa paja. Ndugu ni mtoto wako, mdogo wako, kaka yako, baba yako, mama yako. Ile ndio generation, ndio family. Wale ndio unatakiwa ukae nao. Na ukipata kidogo gawana na ndugu. Sio ukae unang'ania tu unaona raha. Mkienda kijijini kwa baba eti umeenda na gari, ndugu zako wanaenda kwa miguu wamevaa maibebo, wananuka bange si bange, perfume si perfume, ugolo si ugolo, hata mafuta kupaka hawana. Wewe unaona raha, wewe umeenda umependeza. Nipa tusio na akili za kijinga za namna hiyo. Yaani unaona raha kuona wenzako wanadhalilika. Haiwezekani. Hata jirani, usipende kuona jirani yako anapata maisha magumu, msaidie jirani wa nyumba. Msaidie kama unaona mtu hana. Kwa hiyo nipenda sana kutoa nasaha.